Ndugu zangu katika Kristo, na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Karibuni tuendelee kujifunza kwa pamoja kuhusu historia ya kanisa katika vipindi vyake mbalimbali. Katika sehemu ya 3 tutaangazia maandiko na kanuni ya Biblia katika Agano Jipya. Kabla ya kutizama maandiko na kanuni ya Biblia katika Agano Jipya, tufahamu kwanza yafuatayo. Mwanzoni, Wakristo wa Yerusalemu walisoma Biblia ya Kiebrania, yaani iliyokuwa imeandikwa kwa lugha yake ya asili ambayo ni Kiebrania. Miaka 200 kabla Kristo, huko Misri, tafasiri yake ya Kigiriki ilitolewa, iliyoitwa Septuagint. Wataalamu wa tafasiri waliongeza vitabu 7 vilivyoandikwa kwa lugha ya Kigiriki ambavyo ni kitabu cha Judith, Tobit, Hekima, Sira, Baruku, Makabayo wa kwanza na wa pili. Vitabu hivyo viliongezwa kwenye ile idadi ya awali iliyokuwa imeandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Tafasiri hiyo mpya ya Biblia iliyoandikwa kwa lugha ya Kigiriki iliwafaa sana wamishonari wa kwanza kama vile Paulo, Barnaba na wenzake walipokuwa wakihubiri Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mataifa yaliyotumia lugha ya Kigiriki. Baada ya kupata maelezo hayo kuhusu tafasiri ya Biblia kutoka Kiebrania na kupata tafasiri ya Kigiriki, sasa tujifunze kuhusu maandiko na kanuni ya Biblia katika Agano Jipya. Maandiko na kanuni ya Biblia katika Agano Jipya. Jambo muhimu pia la kuelewa kuhusu Biblia ni kwamba yalitakiwa maendeleo mengi zaidi, kwa sababu Wakristo waliona ya kwamba miongoni mwa wale mashahidi waliokuwa wameshuhudia kwa macho yao waliokuwepo wengi ambao wamefariki, hivyo kamwe hawatokuwepo tena. Katika barua ya kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, tukisoma ile Wakorinto wa kwanza ile sura ya 15 aya ya 4 mpaka 6, Paulo anaeleza na nukuu kwamba alizikwa akafufuka siku ya 3 kama ilivyoandikwa, kwamba alimtokea Kefa na baadaye aliwatokea wale 12, kisha aliwatokea ndugu zaidi ya 500 kwa mara moja. Wengi wao wanaishi bado, lakini baadhi yao wamekwisha kufa. Mwisho wa kunukuu kutoka katika barua ya kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 aya ya 4 mpaka ya 6. Kwa hiyo waliomba mahubiri yao yaandikwe, kadhalika na ushuhuda wao uandikwe. Kufuatana na mahubiri ya Mtume Petro, Marko akaandika injili yake, na kulingana na mahubiri ya Mtume Paulo, Luka aliandika pia injili yake. Barua za Paulo zilitafutwa na kukusanywa katika mpango mmoja. Labda si zote zilizoandikwa ziliweza kuhifadhiwa. Katika utangulizi wa injili ya Mtakatifu Luka tunasoma: Mheshimiwa Theofilo, watu wengi wamejitahidi kuandika juu ya mambo yale yaliyotendeka kati yetu. Waliandika kama tulivyoelezwa na wale walioyaona mambo hayo kwa macho yao tangu mwanzo na waliotangaza ujumbe huo. Mwisho wa kunukuu kutoka katika injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 2. Kutokana na nukuu hiyo ya kutoka katika injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 2, tunaweza kujiuliza, je, yale maandishi ya wale watu wengi walioandika kabla ya Luka yako wapi? Katika kujibu swali hili, naomba ninukuu maelezo ya mwandishi F. Portman katika kitabu chake cha Ekumene. Anaandika na nukuu: tunadhani kanisa halikupendezwa na mengi wala kuyakubali yaliyo mengi, kwa sababu kanisa liliyachunguza sana hayo mapokeo, likayachambua na kuyahifadhi yale tu yaliyofaa. Hivyo ndivyo kanuni fulani ya kanisa iliyoiongoza kazi ya kukusanya maandiko matakatifu ya Agano Jipya, kadhalika na maandiko fulani kama vile Ufunuo na kadhalika, ambayo kwa muda mrefu yalikuwa yametiliwa shaka mpaka hapo yalipokubaliwa na kanisa. Mwisho wa kunukuu. Jambo muhimu la kuelewa ni kwamba hapo mwanzo kanisa halikuwa na vitabu vya Agano Jipya, hivyo vilitokea baadaye. Tangu mwaka 50 baada ya Kristo, Mtume Paulo aliandika barua zake kwa makanisa. Inaonekana kwamba yule Onesimo anayetajwa katika barua ile kwa Filemoni na baadaye alikuwa askofu wa Efeso, alizikusanya barua za Paulo. Mtakatifu Ignatius alimtaja Onesimo katika barua yake kwa Waefeso. Kuandikwa kwa Injili 4 ambazo ni Mathayo, Marko, Luka na Yohana ni tukio la kihistoria pia. Hizi ni kazi za watu kwa nyakati na mahali mbalimbali, ziliandikwa kati ya mwaka 60 na mwaka 100 baada ya Kristo. Katika kuelewa historia ya kanisa ni muhimu kuelewa habari za Injili, namna zilivyotokea na kuandikwa.
maana historia yake ni sehemu muhimu ya historia ya kanisa. Jinsi Roho Mtakatifu alivyowapa mitume Filipo, Barnaba na wengine karama ya kuihubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka aliyeshinda mauti, hasa uwezo wa kuwaponya wagonjwa, ndivyo alivyowapa wengine kama Marko na Luka, na wengine karama ya kuandika injili zile 4 zilizopokelewa na kukubaliwa na kanisa kuwa ni kazi zilizoangaziwa na Roho Mtakatifu. Mwaka 125 baada ya Kristo, Papias alieleza kuwa Mathayo aliandika injili kwa Kiaramu, labda ni kijitabu kilichotajwa na wataalamu kama misemo ya Yesu. Marko aliandika huko Roma kati ya mwaka 60 na 70 baada ya Kristo kufuatana na mahubiri aliyoyasikiliza kutoka kwa mtume Petro. Luka aliandika kati ya mwaka 80 na 90 baada ya Kristo. Wote wawili, yani Mathayo na Luka, walitumia injili ya Marko na ile misemo ya Yesu kama chemchemi yao. Mathayo labda ni mtume yule au labi, mwalimu mmojawapo katika shule au shirika la Kikristo la Siria au Antiokia. Mathayo aliandika injili kwa ajili ya Wakristo Wayahudi ili pia ihubiriwe kwa mataifa yote. Injili yake inaonyesha jinsi utabiri wa manabii wa Agano la Kale ulivyotimizwa na Yesu, aliyetangaza ufalme wa Mungu. Ufalme huo ndio kanisa lake lililoanzishwa na Yesu mwenyewe na kumpa Petro funguo za mamlaka, kama inavyothibitishwa kutoka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 16 aya 18 au ile sura 18 aya ya 18. Baada ya kumwangalia mwinjili Mathayo, tumwangalie sasa mwinjili Luka, ambapo tunajifunza kwamba Luka alikuwa daktari kutoka taifa la kipagani, hivyo hakuwa Myahudi, pengine mtu wa Antiokia. Inasemekana aliandika injili alipokuwa Roma baada ya kufuatana na mtume Paulo katika safari zake za kimishonari. Dhima kuu katika injili ya Luka ni kwamba Israeli ya kale, yaani Yerusalemu na hekalu, huendelea katika kanisa ambalo ndilo Israeli mpya, inayojumuisha watu wa mataifa, wapagani, wakosefu na viwete, wanaoitwa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo bila ubaguzi. Safari ya Yesu kutoka Galilaya kwenda Yerusalemu ni kama safari ya kwenda kwa Mungu. Katika Matendo ya Mitume, Luka anaonyesha jinsi injili kutoka Yerusalemu ilivyoanza safari yake kuelekea kwenye mipaka yote ya dunia. Baada ya kumwangalia mwinjili Luka na wazo au dhima ya injili yake kwamba Yerusalemu mpya inajumuisha watu kutoka mataifa mengine, sasa tujifunze kuhusu injili ya Yohana. Kadi ya mapokeo, injili ya mtume Yohana iliandikwa karibu na mwaka 100 baada ya Kristo. Wataalamu wa maandiko ya Biblia wanaona ya kwamba baada ya kufa kwa mtume Yohana, wanafunzi wake kutoka katika shirika au shule yake walimalizia kuandika injili hiyo iliyotofauti sana, ikizishinda zile injili 3 kwa elimu kuu ya kiteolojia. Matendo ya Yesu yanafunua utukufu wake, pia ni maelezo ya sakramenti za kanisa. Mafundisho marefu ya Yesu hufuatana kila mahala na miujiza yake. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume na kitabu cha Ufunuo viliandikwa kabla ya mwaka 100 baada ya Kristo. Kati ya vitabu vingi, kanisa lilichagua kwa taratibu vile vinavyoonekana siku hizi katika kanuni au orodha ya Agano Jipya. Vilikubaliwa na kanisa kwa mwanga wa Roho Mtakatifu kuwa maandiko matakatifu yaliyotungwa kwa Roho na pumzi ya Mungu. Katika Timotheo wa pili sura 3 aya 16 tunasoma na nukuu, maandiko yote matakatifu ya maandiko kwa uongozi wa Mungu na yanafaa katika kufundishia ukweli, kuonya, kusahihisha makosa na kuwaongoza watu waishi maisha adili. Mwisho wa nukuu kutoka katika Timotheo wa pili sura 3 aya 16. Vitabu kama Ufunuo, Waebrania na barua ya pili ya Petro vilikubaliwa na kanisa baada ya muda mrefu tu na kuchukuliwa kuwa sehemu ya kanuni ya Biblia. Mwisho wa sehemu ya 3. Katika sehemu ya 4 tutaangazia hatua 3 muhimu katika uandishi wa injili. Asanteni sana na Mungu awabariki.